Christopher, nimeokoka na mpenda Yesu. Nipo ni mwakilishi wa Gospel Fast, ni mwakilishi wa Kiafrika wa Gospel Fast. Gospel Fast ambayo na makao yake Finland, na mimi na familia yangu tuko Finland, lakini nina mwakilishi pia wa Gospel Fast Tanzania ambaye ni Pastor Emmanuel. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya mkutano mkubwa wa Injili ambao tunaendelea kuandaa. Itakuwepo Kinama tarehe 29 hadi 31. Ni siku tatu yenye nguvu. Sisi kwa upande wetu na watumishi wa Mungu wamejipanga, ni jopo la watumishi wa Mungu kutoka Finland ambao watakuwa watu zaidi ya 17 ambao watakuwepo hapa kutoka nchi tofauti tofauti, na nia ni kwa ajili ya kusifu na kuabudu Mungu pamoja na Burundi. Burundi tulivyofika hapa mwanzoni tulikuwa na hisia tofauti. Tulikuwa tunahisi labda kuna mambo mengine ya ajabu, lakini tulivyofika Burundi tumeshuhudia Burundi ni nchi ambayo inampenda Mungu. Tumeshuhudia ni nchi ambao ni wakarimu, watu wanajua kuwapokea wageni. Kwa hiyo mimi nina amani na ninajua wageni wangu watafika, watakuwa kwenye mikono salama na tutakuwa na wakati mzuri. Ninachokuahidi mkazi wa Burundi, kama siku hizo tatu itakuwa ni siku ambazo ni tofauti. Tutaenda kumuona Mungu na hatuko kitu kingine isipokuwa tunaleta injili iliyo hai. Tunakuja kumtambulisha Mungu aliyo hai, sio kwamba hayupo, lakini jueni kama hivyo watu wa Burundi wanavyomwabudu Mungu, tunakuja na watu wengine ambao wanamwabudu Mungu huyo huyo, wala hatuna miungu miwili, ni huyo huyo, lakini tunakuja kutiana moyo, tunakuja kuinuana, tunakuja kusherekea pamoja, tunakuja kukutana ili kwamba tumuazimishe Mungu. Na Biblia inasema walipo wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina la Mungu, Mungu yuko mahali hapo. Kwa hiyo tunaamini katika uwepo wa Mungu katika hizo siku tatu. Ni siku ambazo ni tofauti kabisa kwenye uwanja wa Kinama tarehe 29, 30 na 31. Watu wategemee nini kutoka kwa hiyo mkutano after? Biblia inasema na miujiza na ishara itaambatana na wanaomwamini. Ni ngumu sana, na nimekutana na hayo maswali mara nyingi. Watu wategemee nini? Tulikuwa na mikutano mingi na hili na hili, lakini naamini kama Mungu aishivyo. Tumetembelea nchi nyingi na popote tulipotembelea Mungu amejidhihirisha, na hakuna sehemu ambayo imekuwa na maandalizi makubwa kama Burundi. Tunaamini Mungu anaenda kugusa watu wake mahali hapa. Haiji kwa bahati mbaya. Hatutakuwepo Burundi ama timu hilo jopo la watumishi haliko Burundi ama halitakuwa Burundi kwa bahati mbaya. Mungu anaenda kujitukuza Burundi. Hata kwa mtu mmoja kuna mtu ataenda kupokea ushuhuda ambayo halikuwa anategemea maisha yake. Sawa. Na uhakika watu watapona? Uhakika huo ninao 100%, kwa sababu anayeponya sio mtu, anayeponya ni Mungu. Na sisi muda wote tuko hapa tunamlilia Mungu afanye ya kwake, na Mungu hajawahi disappoint walioongezea. Itakuwa ni saa ngapi? Tunaanza saa 7. Kuna siku ambayo tutaanza saa 8 ambayo ni hiyo Ijumaa, tunaanza saa 8, lakini siku zingine tutaanza saa 7 hadi saa 12. Sawa, asante sana. Kwa kuongezea kwa kuongezea kwanza niongezee kwanza mtumishi. Kwa kuongezea mtumishi wa Mungu huyu Artoboa, tulikuwa Pakistani, nchi ya Pakistani yenye Waarabu, yenye Waislamu wengi na nini pale. Tumeona Mungu akitenda miujiza mikubwa sana pale Pakistani kupitia mtumishi huyo Artoboa. Lakini tulikuwa Liberia kule kwa rais ambaye ni George Weah, mcheza mpira yule. Tumeona Mungu akitenda mambo makubwa. Tulikuwa Tanzania kule Mbeya. Mungu, watu wameweza kufunguliwa, watu ambao wana watoto matasa, watu ambao walikuwa wana kazi wamepata ajira. Tulikuwa Uganda hapo, na tumeona Mungu akitenda. Yule Mungu ambaye ametenda kwenye nchi mbalimbali ni huyo atatenda Kinama tarehe 29 mpaka tarehe 31. Kwa hiyo ni waombe wakazi wa Burundi na Bujumbura, mtumishi huyu wa Mungu Artoboa anayekuja ni mtumishi ambaye amebeba nguvu nyingi za Mungu, na Mungu anamtumia kwa kizazi hiki. Kwa hiyo ni waombe watu mje kwa wingi, mjitokeze kwa wingi, na Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante, tunashukuru. Kuna swali? Tunataka kujua Burundi inafahamikaje huko nje, maana Finland na Burundi ni mbali sana. Kwa hiyo wanaifahamuje Burundi, na nini kiliwahamasisha watumishi hao au ili kujaje wakafikiria Burundi? Kwa upande huo ni jambo ambalo ni nzuri pia, lakini lina changamoto zake.
mimi na wewe tunaweza tukakubaliana kama ukiingia kwenye Google kwa ajili ya Burundi, kuna mambo utakutana nayo. Utakutana ni nchi maskini sana duniani, utakutana ni nchi ya vita, utakutana watu kuna hili na hili, watu hawaelewani. Lakini mimi kama jirani wa Burundi, kabla sijakuwa Ulaya nimekuwa naishi Tanzania, najua Burundi ni sehemu gani, na mimi nia yangu kila siku watu waje Burundi waone kinachoendelea. Yes. Aache masuala ya Google inawadanganya watu wengi sana. Watu waje waone jinsi ilivyo. Mimi nimekuwa hapa zaidi ya mwezi sasa. Nakula vizuri, nalala vizuri, natembea vizuri, magari mazuri, barabara nzuri, kila kitu kizuri kipo hapa. Lakini ukiingia kwenye Google utakuta mambo mengine tofauti. Kwa hiyo mimi na wewe kama mwandishi wa habari, ni nafasi yako kuitangaza nchi yako. Ni nafasi yako kuitangaza nchi yako. Utakavyoitangaza nchi yako ndio hivyo utakavyokuwa. Ukweli kuna changamoto kwa wale ambao hawajafika Burundi. Lakini kama uko hapa ambao haujafika Burundi na unanisikiliza, njoo Burundi uone, ushuhudie uzuri wa watu wa Burundi, ushuhudie amani ambayo iko Burundi, ushuhudie jinsi watu wa Burundi walivyokuwa corporate. Kwa hiyo mimi hilo ndio naweza kuongea. Lakini kwa picha ukiangalia kwenye Google utakuwa umeharibu, kwa sababu hautapata kitu ambacho ni sahihi. Safari yangu ya kwanza kuja Burundi, mwanzoni kabla sijafika ilikuwa ndo kama hivyo, mawazo mengi, watu wanaongea sana, Burundi kuna hili. Lakini nilivyofika hapa ni sehemu ambayo ni ya kuishi. Na kitu kikubwa kuhusu Burundi ni watu wanampenda Mungu. Na naamini katika upendo huu ambao watu wanaoonyesha kwa Mungu, Mungu anawalinda, Mungu anawaficha. Naamini kabisa Burundi kuna jambo la kimungu linaenda kutokea ambalo silo la kawaida. Amen. Kwa upendo huu ambao watu wa Burundi wanayo, kuna kitu cha ajabu ambacho kitatokea. Lakini akaswali kadogo tu, chakula gani umependa Burundi? Kwa sababu tuna chakula nyingi tena nzuri. Chakula Burundi kuna chakula nzuri sana, lakini moja ya chakula ambayo mimi nimeipenda Burundi inaitwa lenga. Kwa hiyo mimi nimeipenda sana hiyo. Asante sana. Nashukuru. Tayari.